Mwa watu na nyakati ambazo zimetabiriwa, na kuna mahali pengine pa kuyapeleka haya, yatasaga na kuchakata mioyo, kwa sababu imekwisha kutabiriwa kwamba ni nguvu ya ajabu ambayo itakayoingia wanadamu na itawadhuru, itawaharibu, itawaingiza katika shida na matakatizo, huzuni na mateso, kwa wale tu ambao hawataki kumcha Mungu wala hawataki kushika amri za Mungu. Haya matatizo yatawapata watu wa jinsi gani? Ukasoma katika kitabu cha Ufunuo 21 kinaongelea kuhusu habari 8 pale kuhusu waongo na waoga, wasinzi, watu walioko nje. Ina maana katika ulimwengu huu kuna watu wako ndani alafu pia watu wako nje. Kwa hiyo hao watu walioko nje ni wakina nani, wako wapi? Hapa nje ni wapi? Ni pale tu mtu anayeonekana yuko nje ni yule ambaye asiyeshirikiana na Mungu, bali anakula pension nje ya, kwa huko nje huko anakula, anakunywa, anaishi maisha hayo. Yuko hapa ulimwenguni lakini yuko nje. Kwa sababu walioko ndani ni wale wa Kristo, na wanahesabiwa hivyo. Na hao ndio Yesu akirudi anawachukua walioko ndani. Tunalifananisha katika mfano wa Yesu, anasema kuhusu habari katika kitabu cha Mathayo kwamba wale walioalikwa harusini wakawa wako ndani, na hao ambao walikuwa wanakwenda na taa zao zikiwa hazina mafuta ya kutosha, waliishia kwenda kuyatafuta. Unaweza kujiuliza kwamba walienda kutafuta wapi? Kama walinunua sheli ni sheli moja, kama ni mafuta wanunua katika sehemu moja na fedha ni ile, lakini wakanunua mafuta kidogo, kwa sababu mafuta kidogo inamaanisha kwamba kama imani yako haijakaa tayari. Nataka nikwambie kitu, mtu wa Mungu, kwamba kuna mambo ambayo tunayapitia ambayo katika hayo inatakiwa tu challenge na tujue kabisa kwamba hapa, je, tuko nje, tuko ndani? Je, tunaenda katika njia iliyo sawa? Kwa sababu kama tuko nje tunajishuhudia wenyewe kwamba mimi ni msinzi, niko nje. Mimi ni mwizi, niko nje. Mimi sishiki amri za Mungu. Katika amri zile 10 ni ipi ambayo inanichezea? Sema jikinge, jizuie. Adui wa kwanza ni mwili wako wenyewe, alafu maadui wengine watafuata. Sasa ni wakati ambapo wa kutafakari maisha ambayo tulio nayo. Utajua mimi ni wa nje, mimi ni wa ndani. Haina haja kubishana. Lakini katika mambo haya nimegundua kwamba kuna shida ambayo inatafuna kizazi. Sasa nikiongelea kuhusu habari ya kutafuna kizazi, ni hali halisi ya damu ya Yesu ilikuja kwa ajili ya kumwokoa mtu mmoja aliyetubu na kunyenyekea na kuacha. Maana imekuja kutukomboa katika laana za kutufunja, laana za mikoo, laana za familia, laana za nchi, laana za wakuu, laana za makongwa, yanakuvunjia ile na kabisa unabaki ukiwa huru. Wewe unaishi maisha yako sasa ya mtu ambaye amemwishia Mungu. Hapo umetolewa nje, umeingia ndani. Lakini ukiwa haupo katika neema hii, basi wewe uko nje na hukumu na kufuata. Huko kuna magonjwa, huko kuna usinzi, huko kuna uchawi, huko kuna kila aina, makabaji, vibaka wa kila aina wako huko nje. Lakini hapa duniani tuko ndani. Tunapenya ili tufikie hadi. Nikueleza siri uweze kuamini kwamba iko hivyo, lakini kuambia mimi mwenyewe najishuhudia. Kuna watu ambao walikuwa naishi nao leo hii hawapo, ambao walikuwa na shirika tuvute bangi, tunywe pombe, tufanye usinzi. Hao ukiwa baba zangu wadogo, ikiwa na wadogo zangu wengine, ikiwa ni majirani wengine, nikiwahesabu ni kama pupu wenye rika langu mimi. Sasa mimi hapa ndiko sasa hivi ni wakati ambao natafakari kwamba hivi nina maisha gani mengine zaidi ya haya, na majanga aliyopitia. Kwa nini mimi nimepitishwa? Leo niko nasema kumbe Mungu ana kusudi la kuniweka hapa. Na ndio maana ninashangilia kwa ushindi. Ninasema kwa ushindi hata kwa hila kwamba injili ya Yesu Kristo iingie katika familia yako, iingie kwa watoto wako, iingie ndani ya moyo wako, na ole wako wewe msinzi na ukahaba, utapenya, utapita. Neema hii ipo sasa. Soma katika kitabu cha Thessalonike kinaongelea kuhusu habari ya neema. Ikiondolewa tu yule ambaye azuia, ambaye Roho Mtakatifu, ujue kuna mambo magumu yatakayokuumiza, lakini hutakufa. Utatafuta mauti, utaiona. Kasome katika kitabu cha Ufunuo 6 pale kwamba mauti itawakimbia watu. Wafalme na wakuu wa nchi watakimbia katika mapango, wakitafuta, wakisema mapango wasitiri, lakini hawatapata kusitiriwa kwa sababu kifo kitakuwa kimeondolewa. Wakati huo ni mateso, dhiki kubwa, inaumiza, inatesa. Ndipo mtu atakapojuta na kusema, heri ningelijua, heri ningelifanya, heri ningelitubu. Kila kitu cha dunia kinaonekana, Paulo anasema, ni kama mavi.
Wakati Suleiman anasema ni ubatili mtupu, wakati Yesu anasema nikikupa vyote vya ulimwengu huu, ukikosa ufalme wa Mungu itakufaidia nini? Kwa sababu ya ulimwengu vinaonekana vitu vya kupita, lakini sisi ni wa milele. Kwa sababu miili yetu hii yenyewe inapita, lakini iko pumzi ya Mungu ambayo ameweka ndani yake. Hiyo ndio itakayedaiwa kila kitu. Uliendeshaje? Ulipewa, utumieje? Na sasa unatumiaje? Na hukumu ya Mungu ipo. Kama baraka zipo na laana zipo, kama mema yapo na mabaya yapo, ni wakati wa kujiachia na kujikabidhi mbele za Mungu ali hai. Mungu wetu yupo, haja kumwacha mtu yoyote. Sisi tu ndo tunakimbia huko na huko, lakini yeye yupo, anasema niabuduni, niombeni. Mimi ninachokiomba kwa sasa hivi ni kwamba Mungu anipe roho subira, ya unyenyekevu, ya hekima, yenye kustahimili mambo, ikimpendeza anijalie niweze kufika mwisho ule mzuri. Hayo ndio maombi yangu kwa ndugu zangu, kwa jamaa yangu, kwa familia yangu, kwa watoto wangu, kwa wale wote wanazunguka, kwa wale wote wanalitia jina la Yesu. Mungu tusaidie, maana duniani kuna dhiki. Yesu Kristo alishinda ya ulimwengu, tushindia na sisi. Tuko tayari. Bwana Yesu tusaidie.